Kwa jina naitwa Saidi Ali Vuai, ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Leo tuko hapa kwenye maonyesho ya Nane Nane. Sisi kama chuo kikuu tuna majukumu matatu makubwa. La kwanza ni la kufundisha, la pili la kufanya utafiti, na la tatu la kutoa ushauri elekezi. Kwenye maeneo haya majukumu yetu matatu makubwa, basi na sisi tunashiriki maonyesho ya Nane Nane. Tunafundisha kilimo kupitia skuli yetu ya kilimo, na katika maeneo ambayo tunafundisha, kwanza tunafundisha kilimo kwa ujumla wake, lakini tunafundisha mifugo na tunafundisha pia ujasiriamali ambao unaendana na kilimo. Kwenye eneo la tafiti pia tunafanya tafiti mbalimbali ili kutoa njia ambazo ni bora za kuweza kusaidia maendeleo ya kilimo kwa Wazanzibari. Na hivyo kwenye ushauri na waelekezi tunafanya kazi hiyo ya kutoa zile elimu ambayo tumeipata kwa kupitia utafiti ili tuweze kuitoa kwa jamii na waweze kufaidika. Kwenye maonyesho haya tumekuja kwenye maeneo karibu yote ya kilimo. Tumekuja kwanza eneo la mboga ambao tunaonyesha ya hili shamba la mama, ni kuonyesha namna gani ambavyo mwanamke anaweza kujikwamua kiuchumi kwa kufanya kilimo cha mboga. Kwenye kilimo cha mboga hichi kwanza kina manufaa kama matatu. Ya kwanza ni kuongeza ufanisi wa kipato, kwa sababu mazao ambayo atayavuna kwenye bustani hile basi anaweza akauza na akamwongezea kipato. Lakini ya pili, kwa sababu mboga ndio sosi kubwa ya vitamin, na yeye kama atakuwa anayatumia, manake ni kwamba familia hiyo itakuwa na uhakika kwamba kwenye eneo hili la nutrient basi litaongezeka, na hivyo kuifanya kama familia yenye afya ambayo pia inaweza kuongeza productivity kwa nchi. Lakini eneo la tatu pia ni kuongeza hali ya mandhari katika nyumba yake, ambayo itakuwa na bustani nzuri za maua na mboga, hivyo kufanya kwa mazingira yawe mazuri zaidi, na hivyo pia kuweza kufanya kwamba kwa ujumla maisha yawe mazuri. Eneo jingine ambalo tumeleta la mifugo, na hapa tumeonyesha namna ya ufugaji bora wa ng'ombe wa maziwa. Tuna ng'ombe ambao wanaonyesha wanafugwa kisasa, wanatoa maziwa kwa wingi. Lakini pia tumeonyesha eneo la malisho, namna gani malisho mbalimbali ambayo yanaweza yakatumiwa, na yakutumia vizuri yanaweza akaongeza uzalishaji wa maziwa. Na hili ni jambo la muhimu sana, kwa sababu kama tunavyojua kwamba katika eneo letu context ya Zanzibar, kwamba eneo la ufugaji ni changamoto kubwa. Katika hali ya kawaida ufugaji unahitaji eneo kubwa sana, lakini wakati kama utatumia utaalamu, basi unaweza ukafuga kwenye eneo dogo na kupata mavuno makubwa zaidi. Eneo jingine ambalo pia tumeleta hapa ni eneo la ufugaji wa nyuki. Kama tunavyojua kama nyuki wana faida nyingi. Kwanza kuna yale product moja kwa moja anazotoa kama ni asali na mazao mengine ya nyuki, lakini nyingine pia nyuki wanaweza kutumika kama ni utalii, lakini nyuki pia wanaweza kutumika kwa utibabu. Lakini nyuki pia tujue kwamba kwa sababu uwepo nyuki ndio wanaweza wakachachusha uzalishaji wa mazao mengine tofauti. Lakini eneo jingine ambalo tumeleta ni namna ambavyo tunaweza tukachanganya kilimo na mazingira. Kwa hivyo tumeona kwamba yale takataka ambazo mbalimbali zinazotoka kama zinaweza kwa mazingira, tunaweza tukazitumia kwa namna bora ambayo yakawa ni sehemu ya kupromoti ukulimaji ule wenye faida. Eneo la mwisho ambalo tumelileta pia ni eneo ambalo utumiaji wa zana mbalimbali. Kama tunavyojua kwamba kilimo cha sasa sio tena kile cha zamani cha kutumia jembe. Sasa tuna mashine mbalimbali hizi ambazo tunaonyesha hapa, ambazo tunaweza kuzitumia ili kuhakikisha kwamba kilimo chetu kinakuwa na tija zaidi. Hiyo yote tunatumia wakati tukiwafundisha vijana wetu wajue kulima na zile taratibu zote za kisasa za kulima, lakini pia wajue namna ya kuzitumia hizi zana mbalimbali ambazo zitakusaidia kuweza kulima kwa muda mfupi na kuongeza mazao. Lakini kwenye eneo hili la kilimo pia tukaona kwamba tunachanganya na skuli yetu ya biashara ili kuwa na kozi zile za ujasiriamali. Ni vipi ujasiriamali unaweza kutumika kwenye kupromoti kilimo, kwa sababu kama tunaweza kuongeza uzalishaji, manake lazima tuwe na kilimo biashara. Tunahitaji kuzalisha tupate mazao mazuri kwa wingi, lakini baada ya kuzalisha mazao mazuri na kwa wingi, kuna sehemu ya kuyauza ambayo ili yule mkulima aweze kupata kipato kikubwa zaidi. Tupo katika maonyesho ya Nane Nane. Sisi ni wanafunzi kutoka chuo cha Suza. Ni wanafunzi ambao tunajihusisha na
food processing, yaani tunazalisha majani ya chai pamoja na unga wa lishe. Tumezalisha majani ya chai kwa kupitia mchaichai, karafuu, mpamba wake na mdalasini. Hii ni majani ya chai asili ambayo hana kemikali. Tumeproduce sisi wanafunzi wenyewe. Pia tunazalisha unga wa lishe huu ambao umecontain uwele, mchele, mtama pamoja na mahindi na njugu. Huu ni unga mzuri kwa mtoto kwa afya yake, pamoja na hata si mtu mzima unaweza kutumia pia. Nichukue fursa hii kuwakaribisha Wazanzibari wote, Watanzania wote kwa ujumla, wakaribu kuona maonyesho haya ya 88 katika banda letu la Suza. Lakini kipekee pia naomba niwakaribishe vijana wetu ambao wamemaliza form 4 na ambao wamemaliza form 6 ili waweze kujiunga na programu zetu mbalimbali, zile za kilimo lakini pia na zile zisizokuwa za kilimo. Ili nakumbusha kwamba Suza ni kichocheo cha mabadiliko ya jamii. Hivyo kama unataka kubadilika, basi njoo ujiunge na sisi Suza ili tukuonyeshe namna gani ambavyo unaweza kubadilika kwa namna ambayo utajipatia maendeleo zaidi. Asante.